hakuna sehemu ya Kenya itabaki nyuma. Tunatembea sambamba pamoja ili tuweze kupeleka Kenya mbele. Na ni vizuri tukuje vile tumekuja. Nimefurahi sana. Wabunge wengi wamekuja hapa Bungoma. Viongozi wengi wa kutoka sehemu mbalimbali wametembelea katika sherehe hii. Na ni kwa sababu inatuletea wana kutengamana ama kuungana, kushikana, kufanya kazi pamoja. Sababu ya sisi kulete ya kitaifa hapa Bungoma ni kwa sababu tunataka kuunganisha Kenya. Sababu yetu ya kusambaza maendeleo kila sehemu ya Kenya ni kwa sababu tunatafuta umoja. Na mimi nataka nieleze viongozi, hasa wabunge. Kwa katiba, kazi ya bunge ama kazi ya mbunge ni kazi mara tatu. Kazi ya kwanza ni uwakilishi, representation. Hapo ndio unapeleka hoja ya watu wako serikalini na bunge. So your job of representation is about your constituency. Ile kazi ingine mbili imebaki is not about your constituency. It is about the nation of Kenya. Hiyo kazi ingine mbili ya oversight na kazi hiyo ingine ya legislation inafanywa katika bunge la kitaifa. Na ile bunge is not a village. Sio bunge la kijiji, ni bunge la kitaifa. It is not called, it's not a village assembly. It is the National Assembly of Kenya. So you should know that you have a duty to your constituency through representation, but you also have a duty to the nation because of your legislative assignment and because of your oversight responsibility. And it is upon you as a member of parliament to represent your people of your constituency. But you also have an extra duty of legislating for Kenya, of providing oversight for Kenya. And if you want to understand those two roles, you cannot live in your constituency and understand those other roles. Of your constituency, go to the next place, understand Kenya, so that as you legislate in parliament, you understand your country. So that as you play your oversight role, whether it is a project in which county or which county, you have an understanding of what it is. I want to encourage you, as members of parliament, to represent your constituencies effectively, but to also move around Kenya so that you understand and discharge your responsibilities better of oversight and of legislation as you do it for the people of Kenya equally. Jamani, nimefurahi sana, naona wabunge wengi wamekuja hapa, na washauri wabunge wetu, tekeleza wajibu wako katika constituency yako ya kuwakilisha watu ambao, lakini vile vile tekeleza wajibu wako wa oversight, tekeleza wajibu wako wa legislation kwa Wakenya wote, na ni lazima uwaelewe na utembee Kenya ndio uelewe, ili kazi ambayo uko nayo ndani ya katiba vile inavyopaswa. So, and that way we will build a strong, prosperous, united nation called Kenya. Nimeshukuru sana vile askofu wamesema hapa, maaskofu wetu, na wametuambia ya kwamba siku zetu za usoni iko sawa. Tukiona pale mbele, tumeambiwa na Mungu, kuna Mungu atatufungulia njia. Uchumi wetu itaimarika. Kilimo yetu itatuletea chakula ya kutosha. Ile mpango tuko nayo, vijana wetu watapata ajira. Na mambo yale mengine yote ambayo tumepanga. Na ndio sababu
Vile nimesema tunapanga housing, pia soko yenu ya hapa tulijenga hii ya Kimilili hapa, saa hii tunajenga ya Kamukuywa pale Kamukuywa tumeweka milioni 270. We are building a good market there. Muliona tumetangaza ya Chwele, tumetangaza soko zingine karibu 8. So mimi nakubaliana na wewe mhubiri wetu wa leo kwamba the future of our nation is great. We are a blessed country. Na msikubali, na waomba kwa unyenyekevu, wale wanaotutabiria giza na kututabiria maovu kule mbele, hizo ndimi naomba maaskofu muombe zikome. Because this nation, and I am speaking as the leader of this great nation, this nation is going places. Tumepata heshima bara la Afrika, tumepata heshima duniani kote. Uchumi wa Kenya inainuka, tunazalisha chakula Kenya hata ndani ya changamoto. Chakula sasa imepatikana kwa bei nafuu, and I am very confident about the future of our nation. I am very confident about the future of Kenya. What we need is to stay united, to stay focused, and to plan properly, working together. Na wauliza viongozi wote, hasa wale tulio na nafasi ya kuongoza serikali, tusianze siasa ya kugawanya watu. Mimi nimekuwa katika hii siasa sasa kwa muda, na naelewa siasa sana, na naelewa hatari ya siasa ya kugawanya watu kwa misingi ya ukabila. Nataka niwasihi, tafadhali, nirudie tena, tafadhali, sisi tulio viongozi tusitembee barabara telezi ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya kabila. Please, tuko kazi kubwa. Tuko na kazi ya barabara, tuko na kazi ya maji, tuko na kazi ya stima, tuko na program ya housing, tuko na program ya kilimo, tuko na stima ya tuko na program ya housing. Let us focus. Tuko na program ya kilimo. Let us focus. Tuko na program kubwa ya the transformation of Kenya. Let us focus our energy. Let us focus our attention. Let us focus in the transformation of Kenya. And I want to request and urge all leaders, let's go that direction.